Movie yetu inaanza kwa kumuonyesha jamaa mmoja anajulikana kama Jabari bwana. Jabari yeye issue zake ni dereva wa bodaboda. Hivyo huwa anafanya mishe za hapa na pale ili kuweza kupata pesa kwa ajili ya kuisaidia familia yake. Jabari pia ana rafiki yake ambaye anaitwa Makole. Makole huwa ni dereva wa bodaboda mwenzie. Lakini pia Makole huwa anapenda sana kucheza pool, na hapa alikuwa anajaribu kuweza kumshawishi Jabari ili usiku waweze kwenda night club kwa ajili ya kucheza pool. Ghafla kuna dada mmoja akawa amepita na kumkonyeza Makole. Makole huyu dada huwa anamkubali kishenzi yani. Akaanza kujisifia, unajua huyu dada nikimpata yani si unajua tena yani nipo tayari kuuza kila kitu yani kwa ajili yake. Kisha akaendelea kumwambia Jabari kwamba waweze kwenda kwa ajili ya kucheza pool, lakini Jabari akamwambia kwamba hataweza kwenda kwa sababu atakuwa na abiria wake wa usiku. Basi tukiachana upande huo, ilifika taksi moja na hapa akashuka mzungu mmoja ambaye alionekana kuishangaa kabisa mitaa hii ya Kawe yani. Kisha akamuuliza dereva taksi kwamba kanisa la Mamposa lipo wapi. Kisha dereva taksi akamuonyesha kanisa lile pale mbele yake. Kisha dereva taksi akashuka na kumshushia mizigo yake yule dada, kisha dereva taksi akasepa. Mzungu yule akaendelea kumsubiria mwenyeji wake. Ghafla walikuja vijana wawili wenye sura za kutisha sana yani. Mmoja alimsogelea yule mzungu, kisha mzungu akajaribu kuwauliza kwamba mnaweza mkawa mnafahamu hii sehemu. Mmoja akachukua simu yake akawa anajifanya kwamba ile sehemu kwamba anaifahamu. Wakati akiwa anaendelea kumuuliza zaidi, huyu mwingine pia akanyang'anya mkoba wake, kisha akawa hawataki kuweza kurudisha. Yani kiufupi mpaka dalili hii inavyoonekana hapa, huyu dada kiufupi ameshaibiwa. Yani hapa kaibiwa tayari. Sasa wakiwa anaendelea kumnyang'anya vitu vyake, Jabari aliweza kuiona ile issue, hivyo akaamua kuweza kuwafukuza majamaa. Sasa wale majamaa wakawa nakimbia na vile vitu huku wakiwa wameshikilia simu, pochi na kila kitu cha yule dada. Lakini kibaya zaidi, njia alizokuwa anapita ndio njia hatarishi zaidi kwa sababu zilikuwa njia za vichochoro. Hivyo Jabari ilikuwa ngumu kuweza kuendelea kuwafukuzia kwa sababu walikuwa wanapita njia za vichochoro sana na bodaboda isingeweza kufika huko. Basi Jabari akaishia kuwatazama tu kwa macho. Basi ule mzungu akamwambia basi tuendelee kuwakimbiza. Jabari akamwambia unaenda kuwakimbiza, unajua naelekea wapi? Kisha yule dada akasema basi wapigie simu polisi. Basi Jabari akamwambia siwezi kuwapigia simu polisi kwa sababu wewe wali kwanza hauwezi kuwafahamu. Basi mzungu akawa analia kishenzi yani, akasema ise wamenibia kila kitu, wamenibia passport, wamenibia hela zangu, wamenibia kila kitu kiufupi. Basi unaweza ukanisaidia kunipeleka kituo cha polisi, labda nikaripoti kesi yangu hii ya kuibiwa. Jabari akamwambia okay, basi kama ni kituo cha polisi basi nitakusaidia kwa sababu sina jinsi. Akaamua kumpakiza yule dada kwenye ile bodaboda yake. Mwisho wa siku akapita katika kile kijiwe chake, basi wakawa moja kwa moja wameelekea kituo cha polisi. Yule dada akawa anamuuliza Jabari kwamba hauwezi kuingia kituo cha polisi. Jabari akamkataa, akamwambia siwezi kuingia kituo cha polisi. Akamwambia lakini wewe si shahidi, umeshuhudia wakati mimi naibiwa. Jabari akaamua kuondoka zake na kumwacha yule dada akiwa yupo pale peke yake. Huyu dada acha tumpatie jina la Christina. Basi huyu dada akawa ameenda moja kwa moja mapokezi, akajaribu kueleza kwamba nimeibiwa simu yangu, nimeibiwa pochi yangu, nimeibiwa gauni la harusi, lakini pia nimeibiwa na pesa zangu. Polisi akamwambia sasa vyote kwa pamoja unavyovielezea nitashindwa jinsi ya kuweza kuandika ripoti. Hivyo hebu kaa kwanza pembeni alafu baadaye nitakuita. Basi watu wakawa wanahudumiwa pale, polisi wakawa wanaondoka mpaka ikawa imefika jioni. Yule polisi akamuita yule dada yetu ambaye ni Christina. Baada ya kuitwa Christina, polisi akamweleza kwamba kesi yako tunaifuatilia, kisha akagonga mihuri mingi pale, kisha akamwambia chukua hii hapo namba itakusaidia, ambayo ndio itakuwa namba yako ya kesi ambayo tutakuwa tunaifuatilia ni wakina nani ambao wameweza kukuibia wewe. Basi Christina baada ya kuweza kupewa ile namba, basi akawa anaendelea kuishangaa kwa sababu yeye alitegemea kwamba kutokana na ripoti alivyoweza kuieleza kwamba angeweza kuwapata wezi wake kwa urahisi kwa sababu aliamini Tanzania ni kama vile Marekani. Basi akiwa haelewi nini cha kuweza kufanya, basi akiwa yupo na ile namba akatoka moja kwa moja nje ya kituo cha polisi akiwa anaendelea kuzunguka sielewe aende wapi. Sasa upande wa pili tunamuona mshikaji wetu
tu Jabari akiwa na abiria wake yule wa usiku ambaye anaitwa Sweet. Huyu dada ni malaya, huwa anafanya kazi ya kujiuza, kisha akatoa buku kwa ajili ya kumpatia Jabari. Jabari akamwambia lakini hatujakubaliana nikulete hapa kwa shilingi 1000, tulikubaliana shilingi 1500, kwa hiyo bado shilingi 500. Sweet akamwambia bwana Jabari bwana, mbona na wewe unakuwa kama sio inkaza? Basi tufanye hivi Jabari, kwamba nina namba yako, kwa basi mimi hiyo shilingi 500 yako nitakutumia zaidi ya hapo. So unanijua tena na wewe mwenyewe unaelewa jinsi gani biashara zilivyokuwa ngumu. Basi Jabari akawa amebaki peke yake. Basi tukiacha upande huo, Jabari alikuwa anarudi kutoka kwenye ile kazi yake akiwa ametoka kumwacha Sweet pale nyumbani kwake. Basi wakati anapita akamuona tena yule mzungu akiwa ipo zake peke yake katika kile kituo cha polisi. Basi Jabari anamuuliza kwamba mbona upo hapa mwenyewe peke yako? Basi yule Christina akaanza kujieleza kwamba sina pa kwenda kwa sababu kila kitu nimeweza kuibiwa, nimeibiwa passport, nimeibiwa kila kitu. Yani kifupi hapa sielewi na sina pesa ya kwenda sehemu yoyote ile, labda hoteli kwenda kukaa, sina sehemu yoyote kwa sababu pesa sina. Basi Jabari alimuonea huruma sana na akawa anahitaji kuweza kumsaidia, lakini akawa anajiuliza atamsaidiaje. Kwani Jabari pia akawa anajiuliza kwamba atampeleka wapi usiku huu huyu mtoto wa kizungu, kwa sababu yeye mwenyewe mazingira ambayo anaishi ni magumu kuweza kumpeleka. Lakini mzungu yule akamwambia kwamba kama vipi unaweza ukanipeleka nyumbani kwako. Basi Jabari akawa anajiuliza je, atawezaje kumpeleka. Basi yule mzungu akaona kuna jina limeandikwa Janta pale kwenye ile pikipiki ya Jabari. Jabari akawa anamuelezea huyu ni mwanamke fulani ambaye nilitokea kumpenda sana, ila kwa sasa ni ex wangu kwa sababu ameondoka kabisa kwenye maisha yangu. Basi Christina akanampa pole, akamwambia pole kama ni ex wako, lakini usijali kwa sababu kila kitu kina mwanzo na mwisho. Basi wakiwa wanaendelea kuzungumza na kuweza kufahamiana zaidi, basi Christina moja kwa moja akachukua maamuzi ya kupanda pikipiki ya Jabari, kwa sababu Jabari alikuwa amekubali Christina aweze kwenda kulala wao. Basi alimwambia kwamba umeweza kukaa vizuri, kisha Jabari akavua elementi yake ya kichwani akampatia Christina, na safari ilikuwa moja kwa moja kuelekea nyumbani anapoishi Jabari. Baada ya kuweza kufika Jabari akamwambia hapa ndo nyumbani. Basi Christina akaweza kushika moja kwa moja akavua ile elementi kichwani akamkabidhi Jabari, na Jabari moja kwa moja naye pia akashuka. Baada ya kuweza kushuka walielekea moja kwa moja ndani ambapo Jabari anaishi. Basi Jabari ndo alikuwa wa kwanza kuweza kuingia pale nyumbani kwao ambapo yeye alikuwa anaishi. Sasa hii ni nyumba ya familia. Je, itakuwaje kama familia ya kina Jabari itamkataa huyu mzungu, na vipi itaendelea?